Kawaida inabidi dakika 3 umemaliza mpaka 5. Hiyo ni kisayansi, hauna makosa. Hauna shida, wewe sio mgonjwa. Ukipita mtaani unasikia dawa ya nguvu za kiume. Njoo hapa kuna dawa za nguvu za kiume. Hiki kitu ni very sensitive na ndio maana kinauza. Ndio maana mtu anauza, anaweza kuuza dawa zake hizo because shasema tu nguvu za kiume. Unaenda zile makende ya mbuzi kumbe zinaitwa power bank. Kwa mtu anataka kwamba kila zile ana boost za kwake. Ni uongo jamani. Yaani vitu ni ngoma tu ni very sensitive. Kwa hiyo erection ni damu. Kwa hiyo kiwa na mke wake nyumbani anapata changamoto. Akiwa na mchepuko nje yuko vizuri kabisa. Hiyo iko yes. Kwa mtu ambaye uume hausimami kabisa. Kuna ambao unasimama lakini hauna nguvu. Kuna ambao unasimama akiwa kwenye tendo katikati unalala. Kuna mwingine ambaye unasimama vizuri anaingia kwenye tendo lakini sekunde 3 anamaliza. Sekunde 3. Yaani akaile dakika 3 mpaka 5 tuzoziongea mara ya kwanza. Yeye hafiki dakika 3. Sasa unamteli huyu kuna mtu saa akifanya dakika akiona zile adult films ambao ni episode ni karibu lisaa lizima. Sasa yeye anataka pia apige lisaa lizima. Sasa akishindwa anakuja kwangu. Sasa unaweza kumwambia kwa nini kaka? Kwa hiyo kikubwa ni kuboost kuwa confident, kuwa confident, kutokuwa na hofu, kula vizuri, kufanya mazoezi. Lord, we thank you for this wonderful time. As we are going to have a conversation, we're going to have a dialogue. Natamani Bwana maongezi haya yakabadilishe maisha ya mtu, yakaguse maisha ya mtu. Sisi wote kwa pamoja tukajifunze kupitia maongezi haya. Yakawa ni maongezi yenye kuleta mabadiliko. Tunaomba kwa jina lako tukiamini. Amen. Amen. Thank you so much. Karibu tena kwenye The Impact Dialogue. Tuko kwenye another session today. Leo tuko na mgeni maalum kabisa. Chief. Huyu ni Chief Urologist. Tuko naye pale KSMC anaitwa Dr. Dennis. Kama ulikuwa ufahamu kuhusu urology, wengine wanaita barabara ya mkojo, njia ya mkojo. So tuko na bingwa wa kutibu magonjwa yote ya mfumo wa mkojo. Dr. Dennis, karibu sana. Nashukuru sana. Naitwa Hagai, ni host wa kipindi hiki nikiwa na co-host Dr. Goodluck. Dr. Goodluck, mkaribishe. Nashukuru sana Dr. Goodluck. Okay, Dr. Dennis kwa nisadinga kwenye eneo lake. Daktari mimi namuita kaka. Ni kaka? Si kaka yangu kabisa. Kwa mnafahamiana before? Nashukuru kuja leo. Na mimi leo nitaongea kipindi sana tafadhali. Amekuja kutubariki. So Dr. Dennis. Yes. Labda kama jaendelea, huyu ni kaka. Mimi sikufahamu. Sijui Dr. Dennis ni nani? Kiufupi, who is Dr. Dennis? Okay. Kama umenitambulisha, naitwa Dr. Dennis Shirima. Ni specialist urology na yani the training ya KSMC it's one of the best na imetoa projects nyingi zaidi. Actually hata madaktari ambao wako Muhimbili, Bugando, asilimia kubwa wamesoma KSMC urology. Okay. Na urology yani ilianza KSMC pale, ilikuwa ndo kozi ya kwanza kwa sababu nyingi kwenda kusomea nje. Kwa hiyo marehemu Professor Mteta na daktari mwingine anaitwa Dr. Eshema ndo alianzisha urology unit pale KSMC. Yeah, so since then training kaendelea hapo na asilimia kubwa imetoka hapo. So nilipomaliza Bugando ilibidi nirudi kwa ajili ya urology. Tena. So kama nasoma urology, ilibidi nirudi KSMC. Kwa that's why nikarudi. Na wewe ulipotoka tu intern ukarudi mfumo wa mkojo. Nikarudi sasa nikapata ajira ya urology sasa KSMC. What motivated you to do urology? Ideally tunasema unavokuwa una rotate undergraduate ndio moment ambayo yani inatakiwa upate inspiration ya idara moja wapo. Idea au at least na mbili. Alafu baada ya internship au during internship ndio unakuwa unajua kwamba nitaenda kufanya kitu fulani. Kwa hiyo initially nilikuwa napenda sana Obzengai. Obzengai nilikuwa naipenda sana yani. Yaani nikiwa MD1 mpaka MD4 nilikuwa nasema mimi nitakuwa Obzengai specialist. Lakini sa rotation ya urology MD4 ambapo tulifanya rotation ya 1 month. The organization ya idara. Okay. Na the chance ambayo ilikuwa tunapata kama mwanafunzi mhudumia mgonjwa. Kuanzia mwanzo unapompokea mgonjwa mpaka
anakuja kufanyiwa operation mpaka anaruhusiwa, yani kuna namna tulikuwa involved. Ndio the first time nikajisikia kama daktari. Nikisema involvement, yes, nikisema involvement inamaanisha kwamba ile, unajua wanafunzi wamezoea tu ile unaambia mgonjwa wako ule pale mclark, unamclark tu utampresent, baada ya hapo unaenda library. Okay. Labda haujui exactly kwamba kama mchora damu ya nini, majibu yakoje, majibu yakiwa hivi yana maana gani. Kwa unakuta ilikuwa pale clinic resident ambao alikuwepo muda huo mbele kwa bado ni makaratasi. Kwa unakuta sisi tunaanza kuandika zile form za request form za labs, kujaza data za mgonjwa, request form, unajua sasa okay, kwa mgonjwa huyo tukaniode kitu hiki na hiki, unaandika pale mwanafunzi. Kwa hiyo kwenye file unakuta mwandiko wako wa MD4 kabisa. Kama tu kuna resident wanakuwa tu na hakikisha unaandika nini pale. Okay. Kwa hiyo mgonjwa umpokea pale, umesikiza story, umeshajua diagnosis, umeshajua unataka kuminvestigate nini, utamwanza tena kwa ajili ya majibu, atalazwa, utajua namlaza kwa ajili ya nini. Yaani ilikuwa pale MD4 ndio ilikuwa una fight mgonjwa wako ambaye amelazwa afanywe surgery. Because ilikuwa akishakuwa kwenye list haumpresent asubuhi. Kwa unakuwa kwenye round pale siku una amani. Hata hivi na HOD au ambaye chief ambaye anaongoza round. Kwa mgonjwa kwamba on the list chief. Ndapi. Kwa wengine unakuwa siku unakuwa unaamka tumbo halijavuruga, yaani unakuwa na amani kabisa. Kwa hiyo na Miroji kwa nilipenda hapo yani. Na kuanzia hapo nikasema okay, this is a good department. Nikaanza kuiconsider. Lakini bado nilikuwa napenda gain. Kwa hata mpaka MD5 nilikuwa napenda gain. Gain nimeacha kupenda lini sasa? Gain nimeacha kuipenda sasa baada ya I think nilikwenda sa internship sasa. Nika rotate tena urology kule Bugando. Nikaona tena another team organization kwa ni vile vile na I felt at home. Nikasema you have to do urology. Na pia tena ilikuwa pia hawako wengi urologist Tanzania nzima sasa hivi tafiri ni 150 na tutazidi 170. Kwa hiyo na actually hata association yetu tumeanzisha Tanzania Urological Surgeons Association, Tanzania Association of Urological Surgeons, TAUS. Okay. Ambao nayo inatokea imeanzishwa ile rasmi mpaka kuanza kufanya meetings zetu za kila mwaka ni kama sasa hivi ina miaka 5 au 4. Yeah, so unakuta most of the time tukikutana kwenye conferences ndio kufahamiana na ndio maana tuko wachache, yani in short bado tuko wachache. Yeah, Tanzania nzima 100. Yani 150 bado ni wachache sana. Kwa maana sisi nimekuwa pia tunafahamiana. Niambia mtu ambaye yuko Tabora nakwambia ni mtu fulani. Ambao wako Arusha nakwambia ni mtu fulani na mtu fulani. Kwa hiyo kuna hiyo. Kwa hiyo pia hiyo imefanya nipende zaidi kuisoma. Wow. Yeah. Huyo ndio Dr. Dennis. Na you have anything to ask? Hapo kwenye turudi nyuma kwenye swala hapa la MD, hapo nilikuwa nasema kwamba at least ukiwa mega student uko na uteti but something. Sasa unasemaje kwa wale ambao tulipita MD mpaka tunamaliza? Hatujui. Mimi ndo napita chief. Sasa hivi sijui. Au naambia ni vitu vinakuja mbele. Au jambo mbaya. Sasa kuna mambo extra video ufanye. Unasemaje kwa ideally hapana. Hiyo kundi hiyo yani unajua kwa sababu gani nasema hivyo? Medicine ni kubwa sana. It's very vast. Na huku tunakoenda general doctor kiwalisia kuna namna tusiwe tu waongo. Yani soko linapungua because pia watu wengi pia wanakuja kusoma sasa hivi. Naona watu wameshtuka, watu wanakuja kusoma. Yes. Kwa hiyo mnakuta pia obviously mtu ambaye atakuwa ni specialist atakuwa obviously amekuzidi kete kwenye soko la ajira. Ndio. Kwa hiyo tunaelekea kwenye kuspecialize. Yani everyone tunaelekea kuspecialize. Naelekea huko. And with medicine ninavyosema kwamba yani specialty ni better zaidi kwa sababu ukisema kwamba unatibu kila kitu mwanzo mwisho utashindwa kufocus na kitu kimoja. Meaning kwamba mimi sasa hivi naweza kusema kwamba natibu mfumo wa mkojo. Na uelewa inside out, I can say that. Na hiyo inakuwa ni better because mtu ambaye namuona ambaye ana shida ya mkojo nitampa service ambayo ni tofauti kidogo because I deal with this thing day in day out. Ni tofauti na mtu ambaye anaiona once in a month au once in 2 months. Yeah, you're right. Yani ndio hivyo ilivyo. So kuna kama kwa magonjwa yetu ya tezi dume, kuna dawa mbili ambazo zinafahamika ni dawa za kusaidia mtu mwenye shida ya mkojo baba tezi dume. So unakuta mtaani kwa mtu ambaye ni daktari wa kawaida anajua kuna dawa mbili. Nilisomaga dawa hizi mbili. Si ndio? Kwa hiyo mgonjwa ana shida ya mkojo ni tezi dume na maelekezo yote mbili. Lakini sasa kama akija kwangu mimi ndo nitaona kwamba mbona amekupa zote mbili atapaa. Mbona nitakaba nikupa hii kwanza? Hii nyingine ina sababu yake ya kumpa dawa ya pili. Kwa hiyo kuna kitu cha tofauti unapata kwangu. Lakini na hiyo sasa inakuja tofauti wetu sasa.
kwamba Kwa to take home message ni kwamba lazima kila mtu ajue ni vizuri ukiwa kwenye jani ya masomo, ni vizuri at least ku notice, yani nime notice hii idara hii at least 3 au 2. After from there I feel like hiyo lazima inakuja pia on the part ya hapo kuongezea ile part ya kwamba you have to invest kwenye kila dawa unaweka. Exactly. Uweze kujua where you fit in. Yes. Kama unapita idara moja and then weke nguvu ya kutosha, you're not interested, you'll ask questions, uende kufuatilia mambo mengi, you can feel kwamba you may not know whether you are someone who can do that or not. Kwa leo hata kwa ushauri ambao watu ambao wapo wanapita sasa hivi, you have at least to give your all kwenye kila kitu kinapita, kwa sababu ndio sema ambao utafanya everything. Kapenda swali hapo kwa mnyewe wote, muda utoshi. Let's say rotation ni wiki 3 wiki 4, kwa mtu kujua anapenda kufanya hicho kitu, do you think at that time is enough for someone to really pick the pace? No, but okay, it's more than that, kwa sababu there's so many things unafanya. Okay, kwa third year unafanya part of it. Ukifika 5th year we go back again. Ukienda internship you do the same thing. So you have got all these windows to do that. Kwa muda ndio unasikana ni mdogo at the time hapo pale, lakini overall long term I feel like ni muda mrefu kidogo. Labda sijui kwa, lakini I feel it's something that is enough for you to figure out what you want. Okay, niwaachie young doctors. Muda wa rotation unatosha au toshi? Au machifu wanatupiga? Yani Dr. Goodluck ameweka vizuri sana kwamba invest, yani give it to your whole. Hata mimi nasemaga, niko naambia muda niko resident MD4s wakija pale they want to kupokea, tunawaambia tunaomba tu mtupe, give us your whole for these 3 weeks ambazo mko na sisi hapa, because we also give you our all. Kwa sababu when you do that, ni kweli mwisho wa siku utakuja kujua, because kuna ile pia kusikia raha kufanya kazi fulani, yani kuenjoy kazi yako, yani kwa ukigive it your all utaona una enjoy idara, kwa yani hizi kazi vipi. Unajua na shule pia unaanza kuenjoy shule yako hapo, kweli, because unasema kwamba the patient is your book. Unavokuwa pale na wewe mgonjwa wako, yani yule ndo unamsoma vizuri, yani unajua everything about that disease ambayo anayo, because uko naye pale mgonjwa. Kwa if you do that to every department, kwa mfano at the end of the day, kwanza utakuwa unakumbuka vitu vingi. Yani unaweza ukawa wewe ni urologist lakini ulipitaga MD4 vizuri ENT, yani unaikumbuka, unajua hicho ni focus, kuna bone conduction, kuna air conduction, unasema okay, yani unakuwa unavikumbuka because you participated fully. That's true. Hata kama ni professional lakini unakuta tu unakumbuka kitu because you give it your all. Na kuhusu swala la muda, yes, okay, sisi kwa tunasoma ilikuwa ni kama hivyo rotation kwa ni mwezi mmoja, wiki 4. Sasa hivi naona kama inazidi tunakuwa kupunguzwa zaidi, sisi inakuwa wiki 3, lakini still bana, wewe ukiweka nia bana, hizo wiki 3 muda zinatosha. Nia pale njia. Inatosha tu, because pia hatutaki uwe specialist. Tena sio kwamba tunategemea kwamba umalize hiyo rotation ya wiki 3 wewe ni specialist, hapana. Lakini just take the basics za hiyo idara hiyo husika. It is enough. And it is more than enough. Hiyo ndio sababu unajua Dr. Goodluck, ukimuuliza MD4 yote anayesoma KSMC utakwambia urology ni department ambao wanaingia kama jeshi. Yani unaingia jua alijatoka, unaondoka jua alijatoka. Ni hivyo, ni kwa sababu machifu wote wa urology wanaamini kwamba mtu inabidi invest time, au kuna ni ule serious ambao mnaamua tu department muipe serious. Yani huo serious ulikuwa ndio kidai inaanzishwa. Naweza nikasema hivyo kwa sababu tabu, yani ni kama sheria yetu, and it has always been like that. Sasa kama ninasoma babu, hata hiyo mara ya kwanza, yani kila mtu anaenda urology mnakuwa mmeshasikia kwamba ile idara iko hivi kwa hivi, niko serious hivi. Asubuhi mnakutana pale wote, mnashikana mikono, mnasalimiana, mnasali wote, ndio mnaanza round. Saa ngapi? Inaanza saa 1:30 sharp. Kwa yani unakuwa tu uko on your toes, ideal first of all, unakuwa uko on your toes. And hiyo desturi sasa ndio wote tunaipokea. Yani mtu ambaye anasoma pale, hata akitoka KSMC akende kwenye kituo chake cha kazi, anaibeba hiyo. Okay. Kwa hiyo yani mtu anasoma KSMC urology, hata tukikutana tunakuwa tunajua jinsi yani hata ya kuongea. Mambo tunakuwa tumetoka kwenye familia moja au tumelelewa na kwenye desturi fulani ambayo ni the same. In the same. Yeah. Okay. Kwa hiyo it's nice one. It's very nice. Kiufupi tumekufahamu kidogo Dr. Dennis. Though sasa tueni umepractice kwa muda gani hapa KSMC?
In terms of kwanza 2020 Madili na mimi na niko urology. Mfumo, Yes. magonjwa ya mfumo wa mkojo. Upasuaji wa mfumo wa mkojo. Upasuaji Na uzazi kwa wanaume. Tunasimalizia na uzazi kwa wanaume. Hapo ulipoongelea bado tunaongelea urology, lakini unaweza katuambia vitu vichache, what is it that you do basically urology? Kama nilivyosema, kwa Kiswahili tunaita upasuaji wa mfumo wa mkojo na uzazi kwa wanaume, meaning that mfumo wa mkojo ambao unaanzia kwenye figo mpaka kwenye bomba, kwenye mlango wa mwisho wa kutolea mkojo, huo mfumo mzima. So anything surgically, anything to do with surgery kwenye mfumo huo ndio idara yangu, ndio urology. Kwa anything inahusiana na upasuaji kwenye mfumo huo husika, idara yangu. Meaning kwamba mimi urologist na nephrologist tuna tofauti gani? Ni kwa swali hilo. Kwa sasa nephrologist, mtu ambaye figo zake zinafeli au zina matatizo, be it due to chronic illnesses, be it diabetes, hypertension, afu amekuja ana renal failure due to causes kama hizo za ndani. Huyo mgonjwa mimi sitamwona, bado mimi sina cha kumsaidia. Huyu ataenda kuonana na nephrologist. Lakini kama hizo figo zinaenda kufeli kwa sababu mkojo haupiti kwenda kwenye kibofu, hapo ndo mimi sasa nizibue ile bomba sasa. Ndio maana kwa jina la utani urologists naitoga plumbers. Ndio jina la utani. Nazibua mabomba. Kuna kitu uliongea mwisho ukasema pia na uzazi. Na uzazi kwa wanaume, yes. Uzazi kwa wanaume tu. Kwa nini? Kwa nini kwa wanawake ni kuna wanawake sawa wataona na obzengai. Yes. Kwa sisi wanaume tunaenda wewe maana ni daktari wa wagonjwa wa wanaume. Meaning kwamba kama kwenye swala la uzazi, kwenye obviously wametafuta mtoto kwa muda zaidi ya mwaka mmoja, hawajafanikiwa kupata mtoto, maana yake hiyo ndio definition ya infertility, si ndio? Kwa hiyo wataenda kwenye fertility clinic. Pale fertility specialist atamkagua yule mwanamke. Sawa? Na atamkagua mwanaume kwa issue tu ya semen analysis. Alafu sasa yule atadili na yule mwanamke kadi anavyoona sasa kwamba madibu yanasemaje, je, mwanamke ana shida hapa, kama ni shida gani na tumetatuaje? Alafu huku, because tunasema infertility sasa hivi inachangiwa na wote. Zamani kwa kuna myth au notion kwamba mwanamke ndio inakuwa ni tatizo la mwanamke, lakini naomba niwaambie ni 50-50 sasa hivi. 50-50. Yaani hamna mwanaume kujisifia kwamba mimi sina shida bana, itakuwa ni mwanamke, hapana. Nao ni 50-50. Inachangiwa na wote wawili. Kwa pale sasa, kabla nimalizie. Kwa sababu pale yule daktari sasa ambaye yuko pale fertility clinic akiona kwamba hii semen analysis ina abnormalities, atakwambia sasa itabidi uende ukaonwe na urologist. Kwa mimi nitaangalia what is the cause ya hii discrepancy au derangement ya kwenye semen analysis zake. Na maybe what is the cause, afu kuangalia tunamsaidiaje. Kwa bahati mbaya hatuna options nyingi sana kwenye hiyo swala. Tuna options nyingi sana. Kwa hiyo changamoto. Na sababu gani sasa zikampelekea mwanaume kutokuwa fertile? Tunaitaje, ugumba au? Ugumba au utasa. Kwa nini tunasema kwamba notion wanaume wanadhani kwamba hawana shida? Ni kwa sababu wanaume tunapewa receipt, yani tuna ejaculate. Kwa climax tuna ejaculate. Sasa the notion ni kwamba mtu akiona ejaculate anadhani kwamba amaliza, yani is fertile. Kumbe unaweza ukachukua ile ejaculate ukakaa chini ya microscope, hamna sperm hata moja. Yes. Kwa hiyo sasa nini kwani ukisema kile kilichomwagika watu tunakita ndio sperm chenyewe? Sasa ni makosa. Ile ni semen ambayo it should contain sperm au it might not contain sperm. Because sperm zinatoka kwenye korodani, testis. Zinapanda kupitia mirija membamba, na zinatoka in millions actually. Zinapanda kupitia mirija membamba sana, inaitwa vas deferens. Alafu inapopanda hapo, kuna organs mbili kubwa ambazo zinatengeneza sa semen. Sawa? Ambao semen ni nutritious kwa sperms. Kwa hiyo it's a swimming pool na pia nutritious
Kwa hiyo sperm inakuja kukutana na hiyo pool ya semen. Together ndo zinatoka sasa ukiwa na ejaculate. Okay. Kwa kama kuna any obstruction kwenye hii mirija membamba nilikwambia, kama kuna any obstruction, maana yake sperm itaweza kupita kuja kukutana na semen. Utatoa semen lakini hamna sperm. Unaelewa hapo? Au kama tu testis has produce sperms. Then semen itakuwa inatizwa kama kawaida na seminal vesicles na prostate glands. Utatoa ejaculate lakini haina sperm. Na sababu gani kumpelekea mtu au sababu gani kampelekea mtu kwa sisi tunavyofahamu kama jenda kwa urologist, sababu gani za kampelekea mtu kuwa na kiwango kidogo cha sperm kwa sisi ambao tunasikia? Hizi sasa kama tunaongea kweli kwanza lifestyle how does that contribute kwa concept kama hivyo? One, kuna magonjwa labda yanaweza affect hicho kitu kwa namna moja au nyingine ambayo inaweza kufanya mtu asione hiyo. True, very true probably. And then kwa hiyo labda mimi I think chakula, chipsi, unachokula, unachofanya, I think it all comes down kwenye lifestyle. Na hisi nakuja chakula, na mazoezi. Sasa hivyo vitu vile probably inaweza contribute. I don't know, sasa tunabaki chivu. Ni kweli chipsi inaweza kusababisha mtu unajua uongo. Yani okay, tunasema ulaji wa chips. Chips sio vile na mafuta, kwa mafuta ni mengi tuseme. Ambayo hiyo inakata cross other pathologies, diabetes, hypertension. Kwa hiyo inakata cross a lot of idara. Lakini ni kwamba tu point ya kwamba hiyo chips ni kwamba tu ni sedentary lifestyle ambayo itaharibu tu mambo mengi. Kwa ile point ya sedentary lifestyle ndio itakufanya kwamba itakuexpose na magonjwa mengine ambayo magonjwa yatakuletea shida kama erectile dysfunction, because one of the key causes erectile dysfunction ni presence of chronic illnesses. So kama sisi tunapata wagonjwa wetu wengi ambao wanasema ni wazee ndio ambao wanakuja na complain hiyo. Unakuta ni wagonjwa ambao obviously at old age mara nyingi tayari wana hizo comorbidities. Na another reason ni age pia. Kwa advanced age comorbidities, kwa hiyo wagonjwa wangu yani tunaona wagonjwa ambao wanakuwa na hiyo changamoto na wanasaidiwa kadri tunavyoweza kuwasaidia. Na kuna hii sasa misconception sasa hivi ipo. Umeongelea kuhusu erectile dysfunction. Vijana wengi sasa hivi inaonekana wanasafa na erectile dysfunction. Na research zimefanyika imeonekana vijana wengi sasa hivi wadogo ndio wanatafuta dawa za kuongeza. Na hisi nawe utakuwa kukutana nao. Sababu ni nini? Yani kama ni kijana ambaye iko physically fit, hatakiwi hawe na hiyo changamoto. Kwa hiyo vijana ambao hata mimi nikiwaona wanakuja wananiambia kwamba na shida hiyo, ni kwanza inabidi nikae nao kwanza. Umsikilize story yake, uelewe definition yake ya kusema nguvu za kiume zimepungua, because inatumika ukiwa kazini wanakuambia nguvu za kiume zimepungua au nguvu zangu za kiume zimeshuka. Unamuuliza nini maana nguvu za kiume? Yaani wewe ukisema nguvu za kiume una maana nini? Kuna mtu yeye notion yake ni kwamba ameenda raundi moja, anataka unganishe, ameshindwa. Anasema hiyo tayari sina nguvu za kiume. Unataka kufanya ngapi? Unataka kufanya ngapi? Because standard iko allowed 3 to 5 minutes. Hiyo ni given time ambayo to pleasure 3 to 5 minutes. Dakika 3 mpaka 5. Yes, 3 to 5 minutes. Urologist ndio nawaambia sasa kwa nini unaona hii shida ambayo kama unasema vijana wanakuwa nadhani kwamba wana hiyo shida, lakini it's not true and it's not really wana hiyo shida. Kinachowa cost zaidi ni ile sexual anxiety. Kama sexual anxiety ndio anakuwa anaelewa. Yaani anakuwa anategemea afanye wonders. Alafu akishindwa kufanya wonder kidogo anapata depression, yani anakuwa anxious. Na ukishapata sexual anxiety, erection inashuka. Okay. Erection inashuka. Ukishakuwa umepanic, yani ukishakuwa na mdada afu umepanic. Yani hata kingine adult films nazo pia zinachangia sana, because mtu anakuwa anataka perform kama jinsi ilivyo kwenye adult films, ambayo it's not true pia, it's not feasible. Babu wale ni actors na wanatumia vitu vya kufanya waweze kulast ile lisali zima la adult film. Sasa mtu anataka akae hivyo, yani anataka ni perform kama watu wanaperform vile. Sasa inakuwa not feasible. Ndio maana wanadhani wana shida, kumbe in real sense sio shida. Kwa unakuta wagonjwa nikiona vijana kama hivyo nilikuwa cancel, tuambie punguza anxiety, relax. The normal iko hivi, usitaki kwa outshine sana kitu.
Dr. Goodluck, najua wewe hujabobea kwa mkojo lakini nadhani kama daktari kawaida ushawahi kupata wa vijana wakija kulalamikia wana shida au hujawahi au ushawahi kupata vijana kulalamika kwamba wanahisi mimi na shida ya nguvu za kiume, ushawahi kupata? Tuongelea sema mambo mimi nipo kwenye ile. I think kwa ni sema mambo pia napika gonjwa kwenda kumonana na watu walioje, kwa sababu kwanza kwenye our end na deal na watu ambao wana changamoto za spinal cord, kuna ambao wana injury to the head, kuna kuta ile recovery pia yule ambao anakuwa sasa probably ameumia spinal cord, anarudi sasa kwenye recovery, anakuta anapata changamoto kama hiyo. Kwa kile kama wale unakuta na experience shida kama ile ambayo inawezekana hiyo ni different kidogo na watu ambao wana experience lifestyle na nini, kwa sababu anaumwa information exactly. Kwa kama sasa ndio pia ni wagonjwa kwa katika mbona na daktari kama yeye, kwa sababu una means tofauti za kufanya. Sasa wao wanahitaji matibabu tofauti na mtu ambaye anatafuta vitu extra. Watu ambao the traumatic brain injuries wale ambao mimi kichwani unakuta bado coordination haijakaa vizuri, but still ana hold problem. Ndio watu ambao unakutana nao na hicho nilikuwa nakwambia kabisa, mimi asa siwezi, kwa what should I do? Kwa sasa in my end tunasema okay, you need to see someone ambaye sasa ni specialized kwenye ambaye can help you. Sasa ndio idara yao. Kwa utakutana nao mimi niseme, lakini ni tatizo ambazo ni common for upande ambao tuna experience this spinal cord injury, tokea head injuries, dikabati inatokea kabla. Na kwa mfano akija mgonjwa kwenu kama huu, let's say umeanalyze umeona sio sexual anxiety, labda sio uoga wa performance, kijana hana uoga, labda ni kweli anaumwa, waga mnampa matibabu gani? Je, kweli kuna dawa ambazo dawa inaongeza nguvu za kiume? Ni kweli dawa kwanza tuongelee dawa ambazo zinatangazwa zinafanya kazi kweli? Na kuna dawa nyinyi ambazo mnawapa kweli hospitali? Yes. Dawa zipo na dawa zinafanya kazi na actually naongelea zaidi swala kwamba ni swala la watu wenye umri. Vijana ndio nasema, yani kama kijana yuko physically fit, yani alikuwa hana any congenital abnormality ambayo alizaliwa nayo, huyo mtu atakiwa na hii shida. Yani hatakiwi. Yes. Kama there is no any congenital abnormality ambayo mzaliwa nayo, because mtu ambaye atakuja kwa staili hiyo ni kama labda alikuwa na descended testis bilaterally na nini, kwa sababu hormonal production sio nzuri kivile, hiyo utaelewa. Lakini mtu ambaye physically fit hatakiwi awe na hiyo. Au alipata ajali kama ndio. Alipata ajali wakaumia uti wa mgongo, hiyo ina make sense. Because paka erection inatokea, itakuwa blood supply iwe vizuri, nerve supply iwe vizuri na mental health iwe pia vizuri. Kwa hiyo hivyo vitu viwili vikiwa vimeingiliwa, ama hivyo vitu vilikuwa vimepata itilafu, lazima erection isiwe perfect au isiwe as strong as it was supposed to be, because damu itakuwa iingie kwenye zile spongy muscles ili ndio erection itokee. Nerve supply itakuwa iwe pia on point. Kwa kama alivyosema Dr. Goodluck, spinal cord injuries tayari kuna nerve, nerve supply tayari inakuwa iko compromised. Kwa hiyo wagonjwa spinal cord injuries, yani hiyo ni na hilo kabisa Goodluck kwamba wanakuwa wewe unamsaidiaje? Sasa mgonjwa wa hivyo sasa hapo tayari ni nerves zina shida. So kuna mambo mawili. Kuna dawa ambazo tunazitumia, au kama ni mgonjwa ambaye unajua kuna shida nyingine kama priapism. Priapism ni ile erection ambayo ina persist for a long time, inakuwa not sexually activated, na inaweza ikawa both due to obstruction. Babu damu inapoingia inatakiwa iwe inafanya exchange, inaingia damu yenye oxygen ili supply zile muscles, itoke ingie nyingine ili ile misuli isiwe ischemic. Sasa kuna wagonjwa ambao wanapata priapism, na mostly ni priapism due to occlusion of the blood vessels. Kwa damu iliyoingia haiwezi kutoka, especially wagonjwa wa sickle cell anemia, because kwani damu zinakuwa zimeganda, wanapata coagulopathy sana. Kwa hiyo unakuta ule msuli ambao umekaa umeerect, ambao ndio zile spongy muscles sasa, the corpora cavernosum zile, unakuta sasa zina utilize ile oxygen yote ambayo iko pale, alafu because hamna exchange inaanza kuwa ischemic. Kwa ile misuli inakufa. Kwa hiyo mgonjwa tukisha mresolve priapism yake, ideally we tell them kwamba this will be your last erection. Yani hiyo ni kitu ambacho bidi mwambie mgonjwa pale live kabisa kwamba na wanakuwa ni wadogo daktari. Yes, nasema si wagonjwa wengi kwa wagonjwa wa sickle cell. Kwa hiyo unakuta kijana pale mdogo tu miaka 16, 15
with sickle cell ambao unakuta labda haikuwa well controlled au labda walikuwa watumia hydroxyurea vizuri. Because hydroxyurea inachokusaidia ni kupunguza hizo complications. Unapata complications nyingi sana. Moja hapo ni priapism kwa idara yangu ambayo ndio kama nilivyosema, yani it's sad unamwambia mgonjwa kwamba either take a picture because this will be your last erection. So kwa mgonjwa kama hivyo, huyu hata umpe sildenafil na mbono Viagra, hata umpe 20 hamna kitu kitafanya kwa sababu hamna msuli ambao uko pale ambao uko live. Kwa mgonjwa wa hivyo unakuta ni kumfanyia penile implants au kumwekea penile implants. Kwa hiyo kwa wagonjwa unawekewa yani vitu bandia. Kuna implants ambazo ni bandia za plastic ambazo zinakuwa zinawekwa kwenye umi. Kwa hiyo unakuwa kwenye state of erection muda wote. Yeah. Kwa ziko za aina 3 lakini 2 unakuta penis kwenye state of erection kuna kwa tu unai direct kwa upande mwingine. Ukiwa unataka kuitumia unaiweka na inatumika vizuri kabisa. Na yani like yeah, the sensation ipo. The sensation ipo. Ejaculation. Sasa ejaculation should do it. Yani inatakiwa pia uweze kufanya ejaculation kama kawaida, no problem. Because ejaculation inapitia through the urethra. Hizi implant unaweza kwenye corpora cavernosa. Kwa ni same tofauti. Na hapa mnafanya KSMC kupandikizwa? Na hiyo hatufanyi KSMC, inafanyika Benjamin Mkapa. Yes. Inafanyika Benjamin Mkapa na ilikuwa introduced I think kama 3 years ago ilikuwa introduced Tanzania na ndio ya kwanza kafanyika hapo kwa Benjamin Mkapa. Kuweka penile implant. Ilikuwa ni penile implant kwa wagonjwa ambao walipata kama hivyo priapism ambayo ilikuwa ni ischemic type ambao wao zilikuwa ndio hawangeweza kupata erection kabisa hata kama wangepewa Viagra. Kwa hiyo wakafanywa wagonjwa. Na wale wa sukari? Sasa sukari because kwa sukari pale ni nerves zimekuwa impaired, si ndio? So most of the time wale wa sukari wanaweza wakasaidiwa na dawa. Kama ndio ubaya kwamba tuna options chache. Yaani option ni dawa, implant. Bas. Umeona Kwa hiyo na dawa ndio hizo phosphodiesterase inhibitors PDE5 ambao ndio hivyo sildenafil tadalafil. Ambapo pia nazo hata ukizitoa inatakuwa yani hizo tunasema hata mgonjwa asiji self medicate especially kwa watu wazima ambao wana shida ya shinikizo la damu as well because nazo pia zinashusha pressure. Kama umesikiaga zamani kwa unasikia baba mzee amefia kifuani. Sasa unakuta sasa yani ana shida ya pressure alafu amekuwa kama addict in a way wa kutumia sildenafil sababu hazingatii dozi au anaongeza dozi. Kwa hiyo unakuta during sexual intercourse pressure inaanza kushuka. Ndio unasikia anafia kifuani. Kwa ideally unavomprescribe dawa hiyo unatakiwa ujue ujue magonjwa yake mengine. Hata mimi kama nisumbukia mgonjwa hivyo dawa unatakiwa ujue magonjwa yake mengine, anatumia dawa gani na uhakikishe kwamba dawa ambayo inaingiliana na hii ambayo unataka kumpa asiwe anaitumia ili awe salama. Kwamba take home message hapa ni kwamba don't self-medicate. Prescribe wakupe ambayo yes. At the right dose. Modo nyingi get the right dose, get the right medication. Probably hata uhitaji. Mambo kama lakini na kivi vijana wanaji self medicate. Yeah. Inapita na shida nyingi sana. So that's a big problem in medical field coach and I think dawa zote self medicate ni kitu ambacho angalia kwa percent medicine. Umeshaona kwenye antibiotics and antibiotic resistance kuja kwenye shida kama hizi things can happen, challenges kwa watu vile wajue. Lakini Dr. Goodluck, nadhani policy yetu ya Tanzania iko wapi? Kwa sababu hiki ni kitu ambacho ukipita mtaani unasikia dawa ya nguvu za kiume. Njoo hapa kuna dawa za nguvu za kiume. Na nadhani kuna kipindi cha kufanya research zile dawa ambazo zinauzwa waliwahi kuzipima wakakuta ndani yake kuna sildenafil. Hapo ndio unaweza kama dawa za mitishamba. Nadhani serikali yetu ina nafasi ya kufanya au kama urologist mnafikiria policy gani hapa? Hicho kitu kipo sana. And ideally kwenye hizo biashara za dawa za mitishamba hivyo wako wale watu certified ambao wanafanya hiyo type of therapies. Lakini pia kuna mabaishaji pia. Yaani ambao labda anaunganisha vitu vyake hapo anajua kwamba hii ni ndake soko vitu gani ambavyo vitavutia wateja. Kwa hiyo kupurchase sildenafil you can purchase it over the counter. Hiyo unapata kabisa. Na wewe kwa vile ni cash ni dawa ambayo inatolewa na cash tu, haitolewi na bima. Ingetolewa na bima kila mtu angekuingia kwa rahisi, lakini sasa kwa vile ni cash you can easily buy it yani unapotaka kununua. Na what you're saying is true, kwa hiyo unakuta wananunua sildenafil wanaisaga changanya kwenye hivyo vitu vyao vingine hivyo. Kwamba pia nao inasaidia. Na kweli mtu atatumia, ataona response kuja tena. Atakuwa anaendelea kutumia za mitishamba. Lakini sasa ndivyo nasema unakuta mgonjwa wa hivyo
kama ni mtu mzima ambaye ana magonjwa mengine inakuwa inaweza ikawa isiwe safe. So inaweza sio safe sana kwake. Ndio maana ni vizuri sana kabla ya kutoa hizo dawa lazima uwe na mgonjwa kweli na uangalie medical history yake, yani kwamba anaumwa nini, anatumia dawa gani ili aweze kutumia hii dawa hii kwa njia ambayo ni salama. Because sildenafil ilitengenezwa mara ya kwanza kwa ajili ya kushusha, ilikuwa inatibu pulmonary hypertension. Lakini erection ikaja kama ni side effect ya dawa. Okay. Umeona bana. Kwa hiyo sasa tukasema bana, naona pressure inaendelea vizuri lakini naona kuna mabadiliko mazuri. Nyumbani kuna furaha sasa hivi. Kwa akasema kumbe hii pia inasaidia hili swala. Kwa na hiyo pia ikawa imechukuliwa pia kwa mkondo huo wazo kama dawa ya kusaidia erection dysfunction. Sasa swali langu Dr. Goodluck, kwa mfano serikali inaweza ikazuia hizi kitu? Je, nadhani ni vizuri kuzuia hizi matangazo ukipita barabarani, mtu dawa za nguvu za kiume, na vijana ndio wanaenda wanakuta wamejaa ni wateja? Au zile juisi zinaitwa zina majina mengi, sio kusikia inaitwa zile juisi booster, imechanganya korosho na nini, yani kweli hizo zinasaidia? Yes. Kwa sasa hizo zinasaidia. Unajua kwenye lishe sasa pale kuna lishe ambayo obviously ina boost kutengeneza kwa semen, sio sperms, semen. Yani uweze kuwa na semen ambayo iko nourished, yani iko heavy with available nutrients ambazo vyakula ambavyo tunavishauri ambavyo vinashauriwa kutumia ndo kama hizo njugu, karanga, korosho. Kwa hiyo zinakuwa zina content ambayo inaitwa selenium ambayo inasaidia kuboost erection na pia inasaidia kutengeneza semen ambayo it's of a good quality. Kwa hiyo kweli inasaidia. Lakini sio kwamba like nikisema inasaidia maana yake ni kama supplements. Unajua supplement ni kama kunywa ferrous sulfate sasa kwa kuboost damu. Sio ni kitu cha unakunywa kila siku. Yani sio kwamba tu unywe leo useme ndio mandi moja tu useme kwamba tayari nimesha chukua hiyo ya nini. Kwa mtu ambaye ana shughuli jioni akaenda kachanganya korosho akayo ile akajisi inakuwa inasaidia au tunasema sasa ile ni lishe, yani ndio kufanya kila hicho kitu mara kwa mara. Kwa pale anapokuja kwenda anajidanganya. Hiyo tunafanya kunywa sasa hivi afu nenda kwenye shughuli. Sasa hiyo ni mindset ambayo ni ya uongo. Ndio maana hiki kitu ni very sensitive na ndio maana kinauza. Ndio maana mtu anauza, anaweza kuuza dawa zake hizo because sasa watu nguvu za kiume. Unaenda. Haya, kwenye nyama choma wanaita zile makende ya mbuzi kwamba zinaitwa power bank. Kwa mtu anataka kwamba kila zile ana boost za kwake. Ni uongo jamani. Yaani vitu ni kama tu ni very sensitive. Kwa hiyo I think what they sell wale jamani is confident. Exactly. Okay, nakuja issue ya mental health. Yaani yes. Anapata the mental boost kwamba anajisikia kama niko tayari kuenda. And which is probably angefanya without hata kutumia, lakini that's gonna be something. Hizo ndio mambo wanaviweka. Unajua, okay, I won't say kwamba they all do the same thing. So unajua wote wanafanya tofauti. Huyu anaweza kachukua korosho akachanganya, wewe unaweza kachukua hiki akachanganya. Lakini at the end of the day ukiangalia zile products one by one, ni kama unaweza ukakipata kimoja ukakila, kikakusaidia wewe in the overall status ya. Kwa hiyo together kwambia hii kaka label pale na label pale poleni ndio. Kaila ni biashara zote. Akachukua biashara yake kachanganya pale kafunga label. Watu wamepanga foleni. Kauza confidence, kauza watu wanaondoka pale wanasema mpata something extra. So it happens. Mental health is a big thing. I think labda take home message kwa vijana kutoka kwa urologist. Hebu waambie about hizo dawa na hizo lishe. Nini kijana anatakiwa hizo dawa kweli? Anatakiwa kula karanga before action inasaidia au afanye nini? Ushauri ni kwamba kwenye lishe eat balanced diet. Okay. General. Eat balanced diet. Uwe physically fit manake at least 3 times a week. If you can do every day in a week sawa, lakini at least 3 times a week ufanye a physical exercise au unafanya mazoezi ukae tu kwenye good health, because ukifanya mazoezi mishipa ya damu inafunguka, unapunguza mafuta. Ukishapunguza mafuta mishipa ya damu imefunguka, damu inaanza kushuka kwenye uume because erection ni damu. Kwa hiyo lishe nzuri maana balance diet, fanya mazoezi, kupunguza sexual anxiety, meaning kuwa kwenye a good mental health status tuseme. Because kama nilivyosema kwamba ukiwa pia hapo hauko vizuri, sababu mara nyingi sana nasema kama kijana akija na changamoto hiyo unakuta anakuambia unajua kuna kitu kinaitwa selective dysfunction. Akiwa na mke wake nyumbani anapata changamoto, akiwa na mchepuko nje yuko vizuri kabisa. Yes,
Actually unavomklaka mgonjwa kwenye shida hiyo, unamwambia hii issue iko nyumbani tu, nje uko vizuri au ni kote? Anakwambia nje nakuwa vizuri, ndio cha ajabu, lakini nyumbani napata shida. Dr. Nis, kama uendelee hapo. Watu waga wanakuambia nipo kwenye ndoa napata shida na nje, na kwa hiyo mnaongea haya maongezi. Yes. Mgonjwa mwenye shida ya erectile dysfunction, cha kwanza ni kubidi muanze kuongea. Yaani ni kunaweka vitu pembeni, inabidi muanze kuongea. Unapiga story ili uelewe exactly. Ndio kama kwambia mtu anakuambia tu unaona nguvu za kiume zimepungua, unaambia what do you mean exactly by kusema nguvu za kiume zimepungua? Sababu kila mtu anaidefine, anaichukua kama hivyo, anatumia jina hilo, lakini kuna vitu ndani tofauti. Kuna mtu ambaye uume hausimami kabisa. Kuna ambao unasimama lakini hauna nguvu. Kuna ambao unasimama akiwa kwenye tendo katikati unalala. Kuna mwingine ambaye unasimama vizuri, anaingia kwenye tendo lakini sekunde 3 anamaliza. Sekunde 3? Yaani akaile dakika 3 mpaka 5 tuzoziongea mara ya kwanza. Yeye hafiki dakika 3 mpaka 5. Kikawaida inabidi dakika 3 umemaliza mpaka 5. Hiyo ni kisayansi, hauna makosa. Hauna shida, wewe sio mgonjwa. That's why I'm telling you, kuna mtu saa akifanya akiona zile adult films ambao ni episode ni karibu lisaa lizima. Sasa yeye anataka pia apige lisaa lizima. Sasa akishindwa anakuja kwangu. Sasa unaweza kumwambia kwa nini kaka? Kwa hiyo kikubwa ni kuboost kuwa confident, kuwa confident, kutokuwa na hofu, kula vizuri, kufanya mazoezi, vitu ambavyo tunaongea kila siku. Tunatakiwa vipokee kama mazoezi. Mambo kama sio kutafuna mizizi ya Masai. Mizizi ya Masai inasaidia. Sasa ndo nasema hizo ni myths tu. Watu ni myths tu. Asante Dr. Dennis, tuende mbele kidogo. Kwa sisi wanaume sasa, kwa sababu wewe wagonjwa wako wengi nadhani ni wanaume. Asilimia kubwa kabisa ni wanaume, kabisa 90%. Asilimia 90 ya wagonjwa ni wanaume. Kwa hiyo sisi kama wanaume, na wewe pia ni daktari, ni mwanaume. Tuna baba zetu. Hivyo sisi tunaenda huko. Kuna issue ya tezi dume. Watu wengi hawapendi kuiongelea. Hebu tuweke wazi, tezi dume ni nini? Na je, ni kitu kibaya kupata? Au sijui tunaelekea huko. Kama lazima tupate au tuanze kuogopa hapa nini? Nashukuru sana kwa sababu kuna hii platform kwamba hii kitu babu na unakuwa unaongea sana na wagonjwa ambao wanakuja because of that. Because wapo wanakuwa wanakuja kutaka kujua what is it. Kama the name tezi dume. Maana ni tezi ambayo iko kwa kila dume. Tuanzie mpaka hapo. Kwa hiyo madume sisi wote tunayo hiyo tezi. Wote tunayo. Kwa hiyo tunazaliwa nayo. Ni kiungo ambacho kinakuwa kadri ya umri wako unavyoendelea kukua. Na kinavyokuwa, kwa sababu kiko tu chini ya shingo ya kibofu cha mkojo. Kwa hiyo ideally ndio kinatengeneza sehemu ya kwanza ya bomba letu la mkojo ambayo inaitwa prostatic urethra. Sawa? Kwa hiyo mkojo kwenye kibofu pale, unapofungua tu mlango wa kibofu cha shingo ya kibofu cha mkojo, kifunguka tu inaingia kwenye prostatic urethra. Kwa hiyo prostate ndio iko hapo kwenye chini ya shingo ya kibofu cha mkojo. Kwa hiyo inavyokuwa inaweza ikazuia ile njia au isizuie. Sawa? Hapo tunaongelea tezi dume kukua kwa njia ambayo sio ya saratani. Sababu unaposema prostate enlargement inaweza ikawa ni benign enlargement au ikawa ni malignant enlargement. Kwa tukiongelea benign enlargement ndio saa ambayo the enlargement inaweza ikazuia, ikabinya kidogo ile njia ya mkojo, ikafanya ile njia ikawa finyu, kwa hiyo mgonjwa kaanza kupata shida za mkojo. Kwa hiyo first thing, ile tezi kukua sio ugonjwa. Sio ugonjwa. Because tunategemea ikue kadri ya mtu anavyoendelea kukua. Kwa kama una miaka 70 ukafanya ultrasound ukaambiwa tezi dume yako ni gramu 50. Kikawaida inabidi iwe gramu ngapi? Yani nasema hivi. Una miaka 70. Maana yake tukiambiwa prostate yako ime-enlarge, it's not news. Ni kawaida. Expected. Sisi tunaelewana mpaka nisema hivyo yani. It's not news. Okay. Kwa namuuliza, sawa umeambia imekua. Okay. Unakojoaje baba? Mimi nakojoa vizuri, mkojo unaruka, na yani nikikojoa nasikia mkojo umeisha. Usiku nikilala mpaka asubuhi ndio nitaenda chooni, siamki usiku kwa ajili ya kukojoa. Au nikisikia mkojo naweza nikauvumilia tu, nikaenda chooni taratibu. Sio kwamba eti nikisikia mkojo niambie sisi kidogo nikimbie chooni. Umeona? Kwa hiyo anakuambia mimi sina shida. Unaambia si baba, mimi nafikiri uenda tu nyumbani kupumzike. Okay. Msituni namba hapo. Kwa hiyo kama haijakusumbua mkojo,
Live your life. Haina shida. Live your life. Huko ambako watu wakipima konda kubwa tunaanza kupewa dawa. Ndio changamoto sasa hiyo, ni makosa. Okay. Yani unatibu tezi, atutibu tezi dume jamani. Yani utibu sio ugonjwa, sio ugonjwa tunacho. ndio tunacho. Kwa hiyo kama inasumbua mkojo ndio sasa tunaangalia kwanza uko level gani, because kama inaanza kusumbua mkojo kuna level 3 za kutibu, ambayo kuna lifestyle modification, alafu kuna dawa, alafu kuna operation. Kwa hiyo kuna indications za kila yani indications ambazo zitakufanya wewe kama daktari uweze kusema mgonjwa huyu namweka kwenye lifestyle modification, mgonjwa huyu nafikiri nimpe dawa, mgonjwa huyu aisee namwambia aidha tuwekee mpira au tunakushauri kwamba inabidi tukufanyie operation ili kufungua hiyo njia. Bwana sasa zishaanza kuumiza figo inaanza kufail na nini. Kwa mgonjwa yuko wezi tena kuchukua muda unaanza kumpa dawa kwanza. Mgonjwa hivyo ni inabidi umfanyie mambo haraka. Okay, kwa kawaida sisi wote zinakuwa tezi. Kwa umri ukifika zinakuwa. Kwa hata wewe Dr. Goodluck itakuwa. Na mimi pia kabisa. Lakini kama hajakusumbua mkojo kwa ndo usije. Sio hatuji mpaka mkojo stop. Ukianza kusumbua mkojo karibu. Na factor gani sasa kampelekea mtu ya kwake ukubwa ule ule au ukubwa ule ule ikamsumbua mkojo, ukubwa ule ule isimsumbue mkojo? Factor gani? Nashukuru kwa ajili kwa hilo swali. Ukubwa wa tezi dume haufanani na ukubwa wa tatizo la mkojo. Kwa hiyo kuna mtu anaweza kawa na gramu 70 yuko zake anafanya shughuli zake, hajasumbuliwa na mkojo. Lakini kuna mtu wa gramu 30 anadi mpira kabisa cassette. Tine nini? Kwa hiyo ndio hivyo sasa, yani ndio nasema kwenye ile growth, sababu prostate yenyewe ina lobes kadhaa. Ina lobes 5. Kwa hiyo the enlargement ameishi kwamba inaweza lobe moja hapo ndio ikae ime-enlarge. Umeona? Kwanza kukuta kwa huku nje inaonekana ni ndogo. Lakini ndani kule ime-enlarge, kwa ndani kuna lobe fulani ime-enlarge kule inazuia mkojo. Umeona? Kwa hiyo tunasema kwamba the size of the prostate does not correlate with the severity of symptoms. That's what we say. Kwa hiyo ni moja wapo indication ya kufanya surgery. Kama ile usio ukubwa lakini imeleta symptoms. Ukishakuwa na symptoms sasa ndio atakuja kwangu. Mimi nitaminvestigate. Because akija pale unajua sasa ndio ubaya ni kwamba wagonjwa na ikishakuwa ni mzee anakuambia na shida ya mkojo nafikiri ni tezi dume, because obviously it's the most common one. Lakini kuna kama vitu vingine 9 ambavyo kasumbua mkojo. Kuna jiwe kwenye kibofu, kuna kovu kwenye bomba la mkojo, kuna tu kibofu ule system ya umeme ya kufanya contraction ya destrusa muscle haiko vizuri. Kwa hiyo zinafanya mtu ashinde kukojoa vizuri. Lakini akija kwako atakwambia tezi dume. Unaambia naomba nisikie shida yako ya mkojo. Ni investigate nione kitu gani kinakusababishia usikojoe mkojo ukaomaliza. Ambayo kama ni mtu mzima, mtu wa umri, mara nyingi ni tezi sawa, lakini tusifocus sana kwa vitu vingine. Kwa hiyo mimi sasa pale nafanya ku rule in au ku rule out diagnosis na differential diagnosis zangu ambazo najua zinasababisha shida ya mkojo. Prostate enlargement being one of them. Kwa hiyo nikishajua na deal na nini kwenye list yangu ya differentials, natibu sasa hicho kitu husika. Umeona? Amazing. Huyu daktari wetu tukianza kuwa watu wazima baadaye. Wote itakuwa Dr. Goodluck na kwako pia itakuwa mpaka baada shida. Tuende zaidi hapo mbele. Let's say imekuwa kubwa sasa. Ambayo inafanyia operation ni ipi? Ni ile ambayo sio ya cancer au ni ile ya cancer au zote? Zote. Ni kwamba tu sawa operation kwa unatofautiana. Na hata ukubwa wa tezi inamsaidia daktari kujua kama nampa mgonjwa dawa, nampa dawa 2 au dawa 1. Na kama ni operation, nafanya operation gani? Ya kuchana kabisa au ya darubini ya kisasa kidogo. Ile ya mchani. Kwa hiyo ukubwa wa tezi actually naambiaga hata wagonjwa. Ukubwa wa tezi sio kwa ajili ya mgonjwa. Ukubwa wa tezi ni kwa ajili ya daktari. Kwa hiyo pale hapa nimeshajua kwamba hii shida yake ya mkojo ni because ya prostate enlargement. Kwa hiyo sana angalia size pale. Okay. Baba size ni 30 grams. Okay. Hapa nasema tu huyu hapa nitampa dawa 1. Lakini size ni kubwa. Nitampa dawa ya pili ambayo inasaidia kidogo kupunguza ukubwa wa tezi. Haya, kama ni operation, kama tezi ni kubwa sana zaidi ya gramu 100, hiyo tunashauri kwamba tufanye operation ya kuchana. Lakini kama chini ya hapo tunaweza kufanya darubini. Kwa hiyo ukubwa wa tezi ni kwa ajili yangu mimi daktari, sio kwa ajili ya mgonjwa. Sio kwa ajili ya mgonjwa. Ubasa ni kwamba unakuta mgonjwa akishaambiwa kwamba yani gramu yako ni gramu fulani, yani anaona yani anaibeba. Yani anaichukua namba kama ilivyo. Afisa ubaya mwingine wanakuwa wanafanya kama vile yani hiyo ndo kama
as a unit ya kuangalia progress yao. Kwa unakuta labda anafanya ultrasound labda juzi, ameambiwa gramu ni 66. Atakaa mwezi mmoja, anaenda kupima tena. Au 70 yuko wakati ile pale ni operator dependent. Unajua zile ni estimations, unajua sio exact measurement, ni estimation. Kuna watu sasa wanaitumia hiyo kama mode ya kufanya assessment ambayo inakuwa very wrong. Na unapata stress zaidi. Wanasema ilikuwa 66, sasa imeshakuwa 70. Naenda kufa hapo. Leo hataki tena. Kwa ukubwa atambia huu ukubwa niachie mimi. Mimi ukubwa kwa ajili yangu mimi. Mimi nakusaidia uweze kukojoa. Mimi nataka kuniambia kwamba yani daktari kwanza tumeanza dawa. Na kukojoa vizuri, mkojo sasa hivi unaruka. Yani mimi naweza nikavumilia mkojo. Basi. Okay. Na kitu gani inaweza kapelekea tezi ambayo sio saratani ikawa saratani? Sasa hapo sasa tunasema kuna risk factors za mtu kupata saratani tezi dume ambazo zimekubalika. Labda niongee kidogo kuhusu sababu au basi umeleta kwenye naongea kidogo saratani tezi dume sasa. Ili naongea tu tezi dume ambayo imekuwa ya kawaida, sio saratani. Saratani tezi dume hiyo ni kitu cha tofauti. Special thing about prostate cancer tunaita it's an indolent tumor. Indolent tumor ni kwamba ni ile type of cancer ambayo haitembei au haitembei mara kwa mara. Unaweza ikaiko pale kama tu yani iko pale lakini haita metastasize au haita progress. So most of the time about 70-75% of prostate cancer ni indolent tumors. Meaning kwamba nikisema indolent zaidi inamaanisha kwamba yani like unaweza ukafanya postmortem kwenye maiti karibia 100 tuseme. Ukafanya prostate biopsy, random prostate biopsies. Ukakuta kumbe 70% walikuwa na saratani ya tezi dume. Lakini wamekufa na pressure, walikuwa na shida, hawajui kulalamika shida ya mkojo. Hawajui kupata shida yote kuhusu mambo ya mkojo. Lakini alikuwa na saratani ya tezi dume. Lakini amekufa kitu kingine kabisa. Hiyo ndio maana tunasema indolent tumor. Maana inakaa pale. Tumekaa tumetulia pale. That's why hata kwenye tuseme kwenye policy zetu za afya prostate cancer screening haiko well stipulated, different from cervical cancer screening. Sawa. Kwa hiyo hii hapa imekuwa policy ipo kabisa kwa ajili ya cervical cancer, lakini kuhusu prostate cancer haipo tuseme haipo. So hata nisema kwamba haiko clear ni uongo, haipo. Yeah. And that's the reason. Na pia obviously kwenye any type of screening the mode of screening pia na play part. Unajua wanasema unavo establish a screening tool, angalia how acceptable is it by the community or the population. Kwa uweke a screening tool ambayo ni nzuri, ambayo participants hawata feel offended au nini. Kwani screening ya cancer na screening ya prostate cancer ina contain two things. Ina contain kupima PSA, kupima damu, kupima PSA na kipimo cha kidole. Kwa hiyo sasa kuna namna kwamba kipimo cha kidole ambacho hicho kwa kweli ndio kinachokimbiza watu wengi. Ndio kuna namna. Lakini ndio hivyo yani hapo ni kipimo kimoja ambacho ni very very crucial yani kinasaidia. Yani kinasaidia sana yani. Lakini sasa ndio hivyo. Kwa issue ndio hiyo. Kwa sababu nakuta prostate cancer ni just indolent tumor, lakini sasa mtu ambayo atakuwa nayo au mtu ashaanza kupata shida ya mkojo. Kwa hiyo sasa tumeifanya how do we screen patients? Mgonjwa ambaye amekuja ana shida ya mkojo sasa. Hapo automatically tunamscreen na prostate cancer. Umeona, that's what we do. Kwa hata itabanjoni tu watu randomly tu tufika screen hapa, lakini ambaye tunamuona pale clinic ana shida ya mkojo automatically tunamscreen for prostate cancer. Ili pia kujua hata hizo dawa unazompa pia hiyo dawa ya pili hiyo. Kama umeona kuna evidence ambapo possibly kuna prostate cancer, management ni njia nyingine. Yani unavotibu tezi iliyokuwa ambayo haina saratani ni tofauti na unavotibu yenye saratani. Kwa hiyo that's why tunatumia opportunity hiyo ku screen for malignancy. Kwa hiyo unakuta haraka unafanya kipimo cha kidole, utapima na hiyo PSA. Ikikupa suggestion kwamba inawezekana kama dalili ya cancer, then inabidi uchukue biopsy ku confirm na kuweza kumshauri sasa mgonjwa kwamba tunatibu vipi shida yako. Lakini kama utaona PSA iko normal, kipimo cha kidole unaona tezi imekaa kawaida, haina dalili ya saratani, basi unakuwa hauwazita na unakuwa kama umeshamclear kwamba possibly huyu ana saratani tezi dume. Tukisema labda tutoe ile hofu kwa wanajamii wakiwa wanaenda kwa madaktari wao kuhusu kipimo cha kidole kama urologist, je, unawaambia how necessary is it?
It is very necessary. It is very necessary kwa sababu tunasema kwa mtu ambaye iko experience sasa maana yake unavyoigusa unajua kabisa inaita consistency. Tunasema kwamba ile ambayo ina dalili saratani inakuwa ni ngumu na inakuwa kama ina vinundu. Kwa hiyo unavyoigusa kwa mimi daktari anapata information haraka sana yani. Kuliko kwanza kuambia sio nenda ultrasound au sio nenda nini labda MRI au nini. Cha kidole pale ni haraka. Hamna gharama yoyote unayotumia. Mnapata information nyingi. Mtu anaona anaogopa ile myth, anaona aibu na nini, lakini sasa tunasema it has way the benefits and the disadvantages jamani. Yani kwa nini usiwe sure na tezi ikoje? Pale fanya haraka pale okay. Nafikiri iko normal. Umeepuka vitu vingi sana. Yes. Na pale mko kwenye chumba ni kuna doctor patient confidentiality. Kama una mtu ambaye obviously anakupa hiyo huduma ni mtu professional, idea itakiwa na hofu yoyote, itakiwa uwe na wasiwasi kwamba labda it's demoralizing na nini. Hapana, anafanya professionally tu. Kwa hiyo I don't think kama ni cha mtu kuogopa, mtu anatakiwa tu akichukulia positively na pia kinafanyika hivyo na daktari wako pale kwa na una obviously kumeridhia. Kwa mimi sio nashauri kwamba yani nashauri kwamba tutoe hiyo myth ya uoga na kufeel kwamba inakushusha au inakufanya kama vile inakuondoa wanaume wako. Hapana, haiondoe wanaume wako. Dr. Goodluck, ukafika miaka 70 ukapata shida ya mkojo, utakuwa uko willing kufanywa vipimo? Ndio ukishapata shida ya mkojo, unaweza kukubali chochote. Ni kama kweli manake shida ya mkojo sio sana dogo. Ni mtu kuamka mara nyingi, mtu kwenda mara kwa mara, kosa mkojo, kitu ambacho kitakupeleka hospitali. Na kitakisha kupeleka hospitali, means of treatment lazima utakubaliana nazo. Hadi kama una shida kweli, unahitaji ule msaada. Sawa, na ofa kwa daktari wale hiyo kitu. Na ile screening for kuna ile kitu wasema abdominal examination is not complete without. Je, umeenda kutibiwa sasa unatakiwa kufanyiwa hiyo, hujafika uzee labda. Dr. Goodluck, are you willing for that? Mimi tunabidi uondoe hapa. Inabidi Dr. Dennis uanzie hapa. Kusema Goodluck na ile point yake, unakuta sasa pale wewe ndo mgonjwa hapo, kuna mwanafunzi anayekuklant anataka afanye, kuna intern anataka afanye, kuna resident anakuja anataka kufanya, na bado daktari mimi ngoja sasa unakuta kweli kuna ukakasi kidogo. Kama hiyo unaipata kwa hivyo kama hivyo teaching hospitals, changamoto wa wanafunzi wetu wale wanapata wanashinda kupata ushirikiano mzuri kwa mgonjwa. Mgonjwa anakuambia sasa nitafanya wangapi jamani? Kile nilifika jana nishafanywa na watu karibu 3. Sasa kidogo changamoto. Tuende kwenye ile ya kwanza ulisema ambayo sio kansa. Uoga mnasema mnaiondoa. Kuna ile mtu anaamini labda ukitoa tezi hauwezi tena kufanya tendo la ndoa. Je, unawaambiaje hao? Ni kweli kwanza ama si kweli? Sio kweli. Si kweli. Sio kweli. Sio kweli kabisa. Sababu kama hiyo tunafanya ya kitaalamu ya kisasa ambayo tunatumia darubini kupita kwenye njia ya bomba la mkojo mpaka pale kwenye tezi ilipo. Ambacho kinafanyika pale ni resection. Kama resection maana unajua kwenye vision pale unavyoangalia kwenye endoscopic view unavyoangalia kwenye shingo ya kibofu cha mkojo pale unaona kabisa tezi ile njia imebana, yani njia hii imekuwa finyo nyembamba. Yes, kuna unaanza ku reset, una mega au unakuangua ile part ambayo inazuia njia pale. Kwa hiyo unakuwa sio kwamba umeondoa tezi ipo kama kawaida, ni kwamba tu kwenye ile pathway umefungua njia. Kwa hiyo kama unaongeza njia, kuna kitu kinaitwa recurrent prostate enlargement. Kwa hiyo within 5 years to 10 years itaweza ikakuwa tena na ikazuia tena njia, ikabidi na mtu atakwambia nimekuja na shida kama ile nilokuwa nayo pindi kile mkafanyia operation, nafikiri naweza kupata na shida ya mkojo. Kwa hiyo inakuwa ni recurrent prostate enlargement because what did you do? Haukuondoa tezi yote. Uli create njia ya yeye kuweza kukojoa. Umeona? Yeah. That's nice. Na wale ambao wanasema wakishafanyaga hivyo, unajua kushika Dr. Goodluck akamwambia mimi nimefanyiwa lakini sasa hivi nikikutana labda na mke wangu sioni mbegu. Yes, very true. Nitakwambia kwa nini pia. Tuko na mtaalamu tuambie kwa nini. Sasa yani kama nilivyowaambia, mkumbuke kama nilisema tezi dume iko chini tu ya kibofu cha mkojo, kwenye shingo ya kibofu cha mkojo. Unavyokuwa unafika kileleni mwanaume ili uweze kutoa sasa shahawa. Ule muda shingo ya kibofu cha mkojo inakuwa imefunga ili mbegu ziende mbele.
isirudi nyuma. Kwa ile state ya ejaculation pale bladder neck ina close kabisa ili production ili semen unaitoa pa iende antegrade. Hiyo operation yetu sasa ya kukwangua hiyo tezi tunaanza kukata kuanzia kwenye shingo ya kibofu cha mkojo. Meaning automatically tuna destroy ule msuli pale. Kwa hiyo tukisema ile late complication ya hiyo operation yetu ni retrograde ejaculation. Yaani una ejaculate lakini inarudi kwenye kibofu because pale kwenye shingo hamna msuli ambao unabana. Yeah. Kwa hiyo ideally mgonjwa ambaye atakuja ambaye tunaona anahitaji operation, lazima swali la kwanza ni kwamba umemaliza uzazi. Umeona, ni swali ambalo bitu muulize, akwambie ndio nimemaliza, because unajua kwamba baada ya procedure yetu hautaona shahawa immediately. Utaziona labda ukishaenda kukojoa zitatoka na mkojo. Unaelewa sasa Yeah. Kwa hiyo lazima akwambie kwamba yes nimemaliza uzazi, then unamwambia because kuna hiki, utakuwa unaona hiki kwa mtu anaelewa basi. Na kama hajamaliza uzazi itabidi umwambie, itabidi aende kamaliza uzazi arudi. Dr. Goodluck, leo tumekula shule ya mfumo wa mkojo. Technically Dr. Dennis ni bingwa wa magonjwa ya kizazi cha mwanaume. Uzazi kwa wanaume. Uzazi kwa wanaume. Yes. Okay, na ni common wanaume kupata UTI pia? Sasa difference inakuja hapo, and one of the reason ni kwamba females ndio wako common kupata UTI. Na UTI ni kifupi cha urinary tract infection. Sasa na urinary tract kuna upper tract na lower tract. Ngaji UTI, mtu akisema UTI wana generalize tu, lakini wao wanakuwa wamefocus kwenye lower tract. Nikisema lower maanisha moja kwenye kibofu kuja chini. So kwa nini males sio most commonly kupata UTI na females ndio most common? Because first of all njia yao kujisaidia ambao wanabidi wa squat au wachuchumae, na pia the distance au the length ya female urethra. Female urethra ni adult female ni 4 centimeters. Centimeter 4. Yes. Kwa hiyo kuanzia pale kwenye external urethral meatus kuingia kwenye kibofu ni sentimita kadogo tunaingia kwenye kibofu. So bacteria they have a shorter distance to travel kuingia kwenye pool ya mkojo kuendelea ku grow na nini, ambao different from males ambao ni 18 to 22 centimeters. 22 18-22. Kwa ni ile ndio hiyo range. So they have a long distance, na ideally because tutakuwa urinate. Urination pia nao ni njia kusafisha bomba. So inakuwa ni less likely mwanaume kupata UTI. Dr. Goodluck, kupata UTI? Niliuliza kwa sababu gani nimemuuliza. Kuna hii myth kwamba mtu anaaminika akipata UTI ni ugonjwa wa zinaa. Au kupata UTI. Watu unajua hata hizi shida ya mkojo ambayo inasababishwa mara nyingi kwa wazee na kwa tezi dume. Back then ilikuwa myth ni kwamba wanafanya usodoma ndio maana wanapata shida hizi. Kuna hata pia wengi walikuwa na either wanaogopa kusema kwa sababu wataonekana kwamba wanapita njia ya nyuma. Ambayo not necessarily. Labda swali ilikuwa ni kwamba wanaume wanaopata ni kwamba wamefanya hicho kitu. Not necessarily. Yes, ukifanya hicho kitu unaweza kupata ndio, because unakuwa umeintroduce bacteria ambao ni wa sehemu nyingine. Yani sio normal flora, yani sio bacteria ambao watakuwa wao kwenye urethra. Umeona. Kwa hiyo basi ukifanya hicho kitu, na kwa mtu ambaye either kutumia kinga au obviously kuna bacteria pale, sababu ile sehemu common bacteria ni E. coli. Ambao E. coli ni pathogenic kwenye urethra, na actually E. coli is the most common cause ya UTI. So yes, kwa hiyo pale unakuwa unachojuza normal flora tu, ambao unachojuza normal flora sehemu nyingine kwenye sehemu ambayo sio sehemu ya inakuwa ni ugonjwa. Sababu gani nimekuuliza? Kwa sababu mimi nadhani wanaume kupata UTI sio common. Mimi sijawahi kumkuta mtu ana UTI. Sijawahi kukutana na mtu amesema. Na issue nyingine wanaume, UTI inakuwa misdiagnosed. Either inakuwa misdiagnosed au nasema inakuwa overdiagnosed. Yani mtu yote tu kama kwenye hizo maabara za nje kila mtu ataambiwa na UTI. Mwanaume mostly females, lakini kwa mwanaume ni hao wagonjwa wangu ambao wanakuta leo shida ya mkojo. Kwa hiyo wanamcheki mkojo, wanamwambia tu shida yako ya mkojo ni sababu ya UTI, wanapewa antibiotics ovyo. Ideally kama mara nyingi kule wanafanya urinalysis. Urinalysis ina components nyingi sana, na urinalysis ikiwa positive for infection, you need to go further kufanya urine culture sensitivity.
ili kuhakikisha kwamba huyo mgonjwa unampa dawa ambayo itamuua huyo bakteria ambaye yupo, ili kupunguza over medication na kupunguza kuendelea kumpa mtu antibiotic ambayo haitamuua yule mgonjwa. Kwa hiyo unakuwa kama vile unamuongezea chance ya kupata antibiotic resistance. So by doing culture sensitivity inakusaidia ku go exactly which dawa ya kumpa ambayo you sure kumpa itamsaidia. So kwenye issue ya UTI ninashauri sana kwa wagonjwa wakiambiwa tu una UTI na UTI, na ni vizuri kuomba kwamba naomba nifanye kile kipimo cha kuotesha mkojo ili kuweza kujua ni bakteria gani wananiletea hii shida na dawa gani ambayo itakuwa inaua. Kwa hiyo inakuwa ni vizuri zaidi. Yeah. Tumekuwa na discussion nzuri, nadhani kwa kina baba leo discussion ilikuwa inatuhusu sana afya yetu kina baba. Sisi kama representative tulikuwa na daktari bingwa wa mfumo wa mkojo na uzazi kwa wanaume. Dr. Goodluck, take home. Umejifunza nini leo kutoka kwa chief? Unajua ni neurology ongea na chief huyu neurology na yeye, lakini leo kama mkojo umejifunza nini chief? Mambo mengi sana. Hii swala la kwamba kukosa nguvu za kiume ina maana nyingi sana. Moja wapo masuala ya prostate kuwa kawaida, kwa kama hilo mtasaidia sasa pamoja na mimi nasaidia watu wengi sana kwenye tulivyofanya. Kwa hiyo kubwa sana na imeondoa myth pia, na nadhani next time last time tulikuwa na Dr. Mugisha rais wa madaktari. Nadhani next time tukimpata itabidi tu address hili swala la kwa sababu jamii inakuwa affected. Sasa hivi mtaani kila unakopita dawa zinauzwa ni nyingi. Over encounter drugs naita sio zipo kibao. Sasa nadhani hata nyinyi nawapa shida pia urologist mtu anakuja tayari labda kidogo tu nadhani UTI. Wanaume kupata UTI ni less likely kama walivyosema. Sio sana kupata. Kwa hiyo huenda ni shida nyingine. Anatumia antibiotics na mwisho anapata usugu. Shida nyingine uliongelea hapa ya nguvu za kiume. Dawa sasa hivi kila kona. Hakuna njia utakayopita upite stendi pale usisikie tuna dawa za nguvu. Na watu wanatumia sana. Kwa hiyo nadhani kuna namna inabidi watu waelimishwe hizi dawa wasitumie, tupate public health. Next time tabii nikuulize kama urologist pia mna plani gani kwenye kuhakikisha hizi dawa na kufikisha ujumbe au nikupe platform. Yani hiyo ndo tunasema kwamba obviously itaanza ngazi za juu sana because hiyo ni policy, different policy kabisa. Kwa hiyo huo mswada uweze kuwekwa vizuri, na huo mswada utaanza vizuri when we start to control the over the counter medications. Kwa control ikishaanza pale lazima sasa utasema dawa gani ambazo ziko over the counter sasa hivi ambazo ideally nitakiwa zisi over the counter. Kwa hiyo kuna hiyo list ya dawa hizo husika, na obviously kila idara kuna dawa gani ambazo zinatumika hovyo mtaani na ambazo zinaleta implication. Baba mgonjwa anapata changamoto huko anakuja kwako late, na ukiangalia because of what alikuwa anajiself medicate issue fulani. So ni vizuri kwamba muda huo mswada ukiwa unaandaliwa at least either hizo associations zetu kupitia nafikiria kupitia association, hata nafikiri Dr. Mugisha wanakuwa wao wanadeal sana associations kwamba association ya madaktari ambao upasuaji wa uti wa mgongo huwa kwa hiyo unakuwa unaongea na kundi kama idara, because ni kama idara maana yake, si ndio? Kwa hiyo naonaga wanafanyaga sana hata meeting zao wanakuwa na deal na association ili kuweza kama kuna kitu cha kuimprove everything kuhusu idara yenu, hata kwenye zile mambo ya CPD points mkoga na vikao conference mara ngapi, dawa procedure gani ambazo natakiwa labda bima waweze kuwalipa zaidi kwa sababu labda procedure ambayo kiuhalisia ni kubwa, inahitaji kutumia vitu vingi, afu unakuta labda bima inakata ila ndogo na toto ila ndogo. Kwa kupitia association inakuwa umecapture population kubwa zaidi. Kwa hiyo over the counter medications ziko control, ziko nyingi, sio tu upande wangu, yani ziko nyingi. Kwa hiyo inatakiwa kwa hiyo inatakiwa iwe ni kwa wote sasa. Alafu kila idara itakuwa nasema za kwangu, jamani hizi naomba zisiwe zinafanyika hivi, hivi zinatumika hivi, ni vizuri mgonjwa aje kwetu kabisa moja kwa moja. Tutasema kwamba kweli mtu anastahili kutumia dawa. Na sometimes ni haya maduka ya madawa ma DLDM. Umeona hii kesi inatambaa mtaani ya duka nadhani Kenya. Mgonjwa anaenda kununua dawa ya mtoto wa macho akapewa ya ngozi apaki kwenye macho. Uliona hiyo? Imeleta changamoto kubwa. Nadhani pia kuna haja
ya hizi polisi kuangalia pia kina nani wanauza dawa hizo Yes, madawa. yes, exactly. Vizuri kabisa. Dr. Goodluck, any questions? Na kama kuna maswali yote kulikuwa kuna audience, najua hamuioni, tuna audience pia ilikuwa inasikiliza. Kama kuna maswali ya mwisho kwa mtaalamu bingwa chief wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na uzazi kwa wanaume. Nimesema sawa Upasuaji hapa. Upasuaji hapo. MD4 ukisiposema hivi, mtihani wako utakuwa wa shida sana. Swali la lolote la mwisho kwa daktari? Nashukuru sana kwa kuongea sisi. Yule nikwambia, labda wewe unaambiaje vijana washauri watu waje urology? Unasemaje? Je, nafasi zipo tuje huko? Tutoke huko fursa? Nataka kutoka tena, napenda kusoma chief. Cha kwanza bana, nasema kwenye profession ni kweli kabisa. Kwenye profession ni vizuri kupenda ambacho nakifanya. Sikiri, because kuna notion kwamba daktari hauna hela sana. Ni ukweli na pia sio ukweli. Okay, una hela lakini sio hela nyingi sana. Kwa hiyo sio kwamba utakuwa rich kwamba ni daktari. Labda utakuwa rich wale wa zamani, wale ambao ni machifu siku nyingi, wale practice muda mrefu nini, na mdao walikuwa kwa chache, kuna kuta walikuwa na pool ya wagonjwa wengi. Sasa hivi tunaendelea kuwa wengi. Yaani unakuta tena sasa hivi unakuta tena mna fight for patients. Unaelewa? Kwa hiyo udaktari ni mzuri na specialization ni even better. Lakini specialize kwenye field ambayo utaipenda kuipractice, because you'll be practicing. Sio wote ambao wanasoma udaktari wanataka kupractice jamani. Kwa hiyo kama unataka kupractice, you better practice ambacho unakipenda. So choice ya fanya masters, chagua specialty ambayo unaipenda and do it with all your heart. Yani utafanikiwa tu, sio changamoto. Utafanikiwa tu vizuri kabisa. So ni vizuri kama unataka kupractice, specialize. Kama unataka kupractice, okay. Unaweza tukateke ni career path nyingine, no problem. Lakini for practicing is better. Na wewe yote utaona. Yaani hautakuwa unatibu mfupa leo, labda wewe mtu wa EMD, na ukiwa pia mtu wa EMD maana yake pia kuna specialization pia ya kuwa EMD physician. Kwa hiyo ukispecialize kitu, even your service itakuwa ina more quality zaidi kuliko ambacho ukifanya kila siku. So yeah, ndio tunaenda huko yani. Je, nadhani daktari nyie ndio msema mko anambia msingi. Sasa inatosha au tutosha? Hatosha kabisa. Watu waje. Wachache sana. Vijana twende mfumo mkojo. Watakuwa wengi. Jana atakuwa waongezeke waje. Lakini tunasikia mnashika sana chief. Sasa tunashika sana. Hata before pale KCMC Chief Dennis anaogopwa. Mbona niambia ni pole jamani? Au unasema jamani? Mbona niambia ni pole kabisa? Yaani unajua mbona kuogopa utakuwa waji hao. Unaelewa? Yaani ukiona huyo ana shida. Huyo ana shida wewe. Anaogopa urology. Unajua, ngoja niseme kitu kimoja ambacho labda sasa hivi kinaenda kubadilika. Unajua kila mtu anasema kwamba kipindi changu haikuaga hivi. Unajua kuna hiyo sasa kama hivi. Kwa hiyo nawaambiaga wanafunzi ambao wanaroteti darani kwamba na mimi nilikuwa kama nyie pia kipindi fulani. Na maana mimi nilikuwa MD4 about 10 years ago. Nilikuwa MD4 10 years ago. Kuna namna sio niseme sasa hivi watu wako relaxed sana. Umeona kuna namna watu sasa wako relaxed. Sasa wakiwa relaxed vile hawaonyeshi interest. Unaona kabisa kama vile mtu unamforce kusoma kitu au kujua kitu. Because hii kazi tunao pia bila interest, I say mimi sipendi hata usije kwenye field yani. Kama upendi au kama una interest, you're not fit to be a doctor, au basi kama unasoma tu ili uongeze uwe tu kwamba mimi ni doctor fulani, basi usipractice. Kama vitu vingine basi. Yeah, spit urology. Yani nasema kwamba ukifanya kama unataka kupractice medicine, then specialize. Yes. Kama unataka kupractice, okay, muulize daktari wako kama ni shughuli zako, lakini basi hata unafanya training yako, basi minute basi ni minute. So by the end of the day, all this is about patient. Kwa watu wakiwa wanajaribu kama unavyosema na kaza, it's all about the patient. Siku ndio kama usipoweka effort, mimi napata wasiwasi babangu kile kwa wewe. Yani kwa mimi hapa kama daktari ambaye nakufundisha, na waza hivi kitokea babangu akaja kukutana na huyu daktari, itakuwaje? Kwa kweli sio inabidi nihakikishe huyu anaweza kumtibu kila mtu babangu mimi pia. Kwa sio kukaza. Na sometimes unakuta sasa inabidi unasema kwamba hiyo kukaza ni kwamba
usipokaza, labda usipokaza unaweza ukapoteza wengi zaidi. Bora ukaze, kama kuna ambaye atapotea labda mmoja au wawili, kuna ambao utawaokoa. Kuna wengine mpaka waweze fanya kazi mpaka wao under pressure. Sasa inabidi tuwaokoe kwa staili hiyo, kwa pressure. Mimi tuwape pressure ili Bobi sio kimwachia hivyo. Sasa tunaona, unajua ukishakuwa mwalimu ndio unakuja kuona kwamba kumbe tulikuwa tunafanya mapuuza sana yani ushakuwa mwalimu unajua sasa. Unamwambia mtu jana tulidiscuss kitu hiki. Ulienda kusoma leo tuambie. Hamna nilienda kusoma. Sasa jiuliza sasa hawa vipi hapa? Hapo unasema ingekuwa kipindi changu hiki. Kwanza ametoaje nguvu ya kuweza kwenda kusoma? Ndio hilo na compare. Na compare. Unasema kama ingekuwa ni mimi yani nisingelala. Yani unajua kesho yake na nilikosa kipindi kile ilikuwa yani unalala unaota ward round, because ward round ndio muda ambao ni one on one na boss. Unajua mtendo kuandika unaandika tu huko kwenye your privacy, unaandika unataka kuandika ile one on one ndio pale sasa, yani ndio ile physical one on one talk of what you know na how you present it, because hiyo pia ni part and parcel ya training. Yani naambia mtu kwamba speak up, ongea kwa confidence, tuonyeshe ambacho unakijua, usiogope kukosea ili tukurekebishe. Lakini nikiona kwamba kuna kitu uliambiwa ufanye hujafanya, alafu nakuuliza swali bado hujui kujibu. Sasa what are you doing here sasa? Kwa hiyo unamfukuza. What are you doing here? Umeona? Hii kazi bila kuwa, nasema hii kazi bila kuwa na ile nia. Utendee haki wagonjwa. Utendee haki wagonjwa. Kwa hiyo mwanafunzi anayekuogopa ni hayuko sawa sawa. Hayuko serious. Atakuwa na shida tuna yeye, lakini otherwise wale wengine kama kina nyinyi Yesu ulipita vizuri tu. Ulipita vizuri sawa. Kitu vizuri sawa. Kwa hiyo asante sana daktari. Tulikuwa na wakati mzuri na Dr. Dennis. Labda kwa mtu anayetaka amekusikia sasa, labda ana changamoto 1 2 3 kwa baba, anataka walau kupigia simu, can you say your numbers ili akitamani kuongea na wewe direct akupigie simu? Ideally tunapenda kuwashauri kwamba ni vizuri mgonjwa akianza kuona kwamba ana shida ya mkojo au changamoto yoyote ambayo anadhani ni ya kuhusu mfumo au system ya mkojo, ni vizuri tu kwamba ku seek a specialized care. Maana kwamba ni vizuri aone na urologist. Kwa hiyo hata kama anatokea mkoa gani, obviously wataanza kwenye basic health center kwanza lakini obviously for initial diagnosis na nini, lakini ni vizuri kwamba pale either aombe tu kwamba nimeshajua ni kitu hiki, basi naomba referral nikaone na bingwa kabisa, ili because atakupa something yani ambacho atakisema yule inakuwa ndo kama final tuseme. Yani kuna kwa hamna tena mambo ya kusema nenda sehemu nyingine kutafuta second opinion. Huyu ndo ameshatoa opinion yani. Umeona? Sababu ukiona daktari wa kawaida utasema naomba second opinion kwa specialist. Sasa ukiona kwa specialist moja kwa moja inakuwa umeshamaliza solve mambo mengi. Na nakuta vitu vingine you just need assurance. You need to counseling. Na sio kila kitu dawa. Sio kila kitu dawa. Ingine psychology. Yani inabidi tuongee. Kwa hiyo KCMC tuna idara ya urology nzuri tu. Arusha, Mount Meru kuna idara, kuna specialist wa urology. Mwanza kuna center nzuri, Dodoma kuna center nzuri, Mbeya kuna center nzuri, na kuna bingwa Tabora, Dar es Salaam, Morogoro. Kwa hiyo wanaangalia tu wako sehemu gani, wapi waende kwa gani ni rahisi kufika. Wanafika. Na uzuri tunawasilianaga, yani hata kama kuna facility au instrument ambayo labda kwenye mwenzetu urologist mwenzetu bahana, ni rahisi kwa sababu tuko wachache. Kwa maana kuna mgonjwa hivi na hivi na mtuma kwenu kwa ajili ya kitu hiki. Sasa sawa. Kuna unakuta tayari yani, au hata mimi ninaona mgonjwa ambaye nimetoka hospitali fulani nilikuwa naona na mtu fulani anambia ndio alikuona sawa, alikuwa ambiaje huyo mtu. Kwa hiyo unakuta tunafahamu kwanza ni daktari gani ameongea naye huyo mgonjwa. Kwa hiyo wanakuja KCMC, tupo na siku ya clinic kwetu ni kila siku kasoro Alhamisi na weekend au siku ambazo ni public holiday. Lakini otherwise siku nyingine za wiki ni siku za clinic. Na huduma ipo. So kiufupi una shida, karibu KCMC au sehemu yote na center ya urology, utasikilizwa na utatibiwa vizuri. Onana na bingwa. Usiogope, seek help. Asante sana Dr. Dennis. Shukuru sana. Dr. Good luck. Tumshukuru Dr. Dennis, ndivyo? Umekula shule pia? Umeelewa? Tunakushukuru sana Dr. Dennis. Next time karibu sana kwenye The Impact Dialogue. Your host naitwa Hagai Sila, ni mwanafunzi wako. Shukuru. My co-host pia anaitwa
Dr. Goodluck. Ni rafiki yangu. Kwa next time njoo tena. Mimi nashukuru sana, kinialika takuja. Tuendelee kuongea. Tuongee hapa. Ni kweli kabisa. Kijiwe cha kahawa. Kahawa kidogo dialogue. Sawa kabisa. Karibu sana. Nashukuru sana. God bless you. Thank you so much. Shukran sana. Shukran sana. Asante sana. Thank you.